balozi. Jaribu tu. Ndugu mwenyekiti wa taifa, Mheshimiwa Tundu Lissu, itifaki yangu mimi na fursa nilikuwa nimepewa ni ya kuomba dua. Lakini mwenyekiti, naomba nikuombe ruhusa kidogo niseme maneno machache. Sawa. Ndugu zangu wana Kivinje, tumetoka kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi ambao Mwenyezi Mungu amesema kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayama maududa, siku zimekwisha. Lakini aliyetuamrisha kufunga ni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ambaye ametuamrisha jambo lingine. Anasema inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar ila akhir al-aya. Lakini sio hivyo tu. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani aliuamrisha moto. Akasema ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Ewe moto, kuwa salama, kuwa baridi na salama kwa Ibrahim. Kwa nini nimeleta kisa hiki? Allah subhanahu wa ta'ala ameleta mifumo ya mawasiliano baina yake na viumbe vyake kwa namna kuu mbili. Namna ya kwanza ilikuwa ni ya miujiza. Yesu Kristo Isa ibn Maryam duniani hapa akimkuta mtu mwenye mbaranga, mwenye ukimwi, mwenye kifadulo, mwenye kifafa, akimwambia amka, anapona. Lakini amekuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema wa in kuntum fi raibi mimma nazalna fa'tu bi surati min mithlihi wad'u shuhada'akum min duni llahi in kuntum sadiqin. Muujiza wa Muhammad na zama zetu ni hoja. Kitabu cha Qur'ani kipo pale. Mwenye uwezo avunje misingi ya kitabu kile. Leo mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, nadhani nimetaja vizuri jina hili. Mwenyezi Mungu ametubainishia ni sehemu ya muujiza na ametubainishia ni sehemu ya hoja. Kanuni ya maumbile, risasi moja inaua mtu. Tundu Antipas Lissu risasi 37 zimetoka 36, imebaki moja anayo pale. Ni kwa nini? Mauaji yako mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Nabii Ibrahimu alipokusanywa moto kama walisasi za moto alizoelekezwa ndugu yetu pale, Allah alisema ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Kuwa salama wewe moto na uwe baridi kwa Ibrahim. Ibrahim kafa kwa ugonjwa mwingine. Na ndio hivyo Mwenyezi Mungu wale watu waliokusudia kutaka kumuua Antipas Lissu, Allah alisema ewe risasi kuni bardan wa salama ala Tundu Lissu. Leo Tundu Lissu amefika Kilwa Kivinje. Hata kama miaka 3-4 iliyopita nilitoa hotuba moja na tuliomba dua kwa sababu Tundu Lissu hakushuka kwenye ardhi hii. Kisha Mwenyezi Mungu alijibu. Mimi nina hakika nyingine wote mnajua. Leo Tundu Lissu amekuja. Mimi sio mwanasiasa, lakini nimeinuka nyumbani kwangu kumwacha mke wangu kipenzi Mkomoro kuja kwenye hadhara hii kwa sababu, sikilizeni niwaambie. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema unapouona uovu uondoe kwa mkono wako. Ukishindwa sema kwa kauli yako, na ukishindwa chukia. Yawezekana mimi si mwana Chadema, lakini sisi mji huu ni Waislamu. Tundu Lissu amefanywa dhulma. Nchi yetu ina aibu kwa kuvaa joho la dhulma. Na mtu namba moja mwenye dhulma ya wazi aliyofanywa ni Tundu Antipas Lissu. Wa pili Sheikh Ponda. Watatu mnamjua Ramadhani Kibao. Ali Kibao ameondoka. Bensi Anane yuko wapi? Sisi Kilwa tuna makaburi mawili baada ya vita vya Majimaji. Tuna kaburi liko Mtandango pale. Amekufa Sheikh Ismail Bweta. Ndani ya msikiti wa Balozi Ali Mchumo. Nani hajui miongoni mwa watu wa Kilwa? Tunaomboleza hatuombolezi? Unaomboleza. Lakini sio hivyo tu. Alikufa Sheikh mjukuu wa
aliyemwombea dua Mwalimu Nyerere mwaka 53 pale Pande. Shukurani ya Chama cha Mapinduzi imekwenda kumuua mjukuu wa Sheikh Mohamed Ibn Abdulrahman Shadhili pale Kurasini. Na yuko kiongozi mmoja wa polisi alisema tuliongeza risasi ya 3 kwa sababu alikuwa anaita kauli ya magaidi. Sisi watu wa Kilwa tuna uchungu wa makaburi mawili yanayopatikana ndani ya uhuru wa nchi hii. Hatukupigania uhuru wa nchi hii ili uongozi wake ili uongeze makaburi ndani ya uhuru. Tulitarajia tuishi kama watu tunaothaminika kwa mujibu wa utu tuliokuwa nao. Lakini mwisho tuna mashehe wetu na watu wengi wamepotea. Bado serikali ya CCM haitoi majibu watu wetu wamekwenda wapi, akina Makuba Zani na wengine. Baada ya kusema maneno hayo, niombe dua sasa la ulinzi mbele ya Allah ili Mwenyezi Mungu atulindie kiumbe yule mpaka tuweze kufikia malengo yake. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatahan mubin liyaghfiraka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutima ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratal mustaqim wa yansuraka Allahu nasran aziza wa yansuraka Allahu nasran aziza wa yansuraka Allahu nasran aziza huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazidadu imanan ma'a imanihim walillahi junudu samawati wal ardi walillahi junudu samawati wal ardi walillahi junudu samawati wal ardi. Ya Rabbi, tupe ulinzi toka kwako ya Rabbi. Wa sallallahu ala habibika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.